Jambo. Marhaba. Mashaallah. Today tutaenda kuongelea kwa haraka urafiki mzuri au rafiki mzuri ni nani? Rafiki mzuri ni nani? Kupitia kwa kisa cha muarikh mmoja ambao kwamba ni Masri huyo. Kisa chenyewe kinaelezea umuhimu hasatan wanafunzi na ile bia ambao kwamba tunaishi. Anatueleza ya kwamba kulikuwa na marafiki wawili. Marafiki wangapi? Wawili. Mmoja akiitwa Khalid na mmoja akiitwa Sami. Huyu Khalid alikuwa ni mtu mwema, mtu mzuri, akiwasikiliza wazazi wake, akimtii Mola wake. Siku miongoni mwa siku, huyu Khalid na familia yake waligura, wakaenda mahala pengine. Huko wakakutana rafiki mwingine ambao kwamba ni Sami. Huyu Sami hakuwa mzuri, hakuwa mwema. Sami alikuwa akipenda mchezo sana. Kana yuhibbu al-lu'b, alikuwa akipenda sana mchezo. Siku miongoni mwa siku, huyu Sami akamwambia Khalid, njoo tucheze. Khalid akamwambia, hana wakati swala, imefika muda wa nini? Muda wa swala. Khalid akaenda kuswali. Siku nyingine wakicheza, Sami anamwambia njoo tuendelee kucheza bana. Khalid anamwambia muda wa swala umefika. Sami anamwambia subiri kidogo, tumalize tutaenda kuswali. Siku ya tatu, siku ya nne, Khalid akaathirika na tabia ya nani? Ya Sami. Akawa haswali, akawa wasikiliza wazazi wake, akawa mtii Mola wake. Siku moja wakaafikiana waende msikitini. Walipofika katika msikiti, wakasikia khatib anaelezea hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Rafiki yupo katika njia na tabia za rafiki yake, basi mmoja wenu angalie ni yupi au ni nani anayekaa naye, ni nani wanayeshirikiana na yeye. Khalid fakara fi hadha alhadith watama'an watafakkara kathiran, alifikiria sana kwa hiyo hadithi, akaona kumbe huyu Sami ananipoteza mimi. Mwanzo nilikuwa namtii Allah, pili nilikuwa nafanyia wazazi wangu wema, tatu nilikuwa sikosi swala, lakini Sami amenifanya mpaka nakosa swala, siwasikilizi wazazi wangu, sifanyi mambo mazuri. Faqarrara Khalid an yajtanibahu. Khalid akatoa maamuzi ili amwepuke huyu Sami, kwa sababu Sami sio rafiki mzuri, sio rafiki mzuri. Sasa pia inatakikana wewe kama mwanafunzi, angalia ni rafiki gani wanafanya nini unayemchagua. Kama ni rafiki anayependa kusoma, kaa na yeye, na kama ni rafiki hapendi kusoma, kaa kando na yeye. Kama ni rafiki mzuri ambaye kwamba ikifika ni muda wa kusikiza walimu anasikiliza mwalimu, pia kaa na yeye. Lakini ikiwa ni rafiki ambaye kwamba ni pimbi, hasikii, inatakikana ufanye nini? Ukae mbali na yeye. Hivyo ndio Khalid alienda akaokoka na akawa mtu mzuri, akashikana na marafiki wazuri. Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi anatuambia kwamba
ni muhimu kuchagua rafiki. Sasa hivi nyinyi wanafunzi mkiingia katika darasa, kuna wale ambao kwamba mnajua wanajitahidi, mtu ni mzuri, akili yake ni nzuri, lakini tabia zake sio nzuri. Mtu kama huyo haifai kukaa na yeye, haifai kufanya nini? Kukaa na yeye. Kana yule mtu ambaye kwamba anasikiliza walimu na pia ana heshima, na pia na nini, na heshima. Na pia katika tabia nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba tusiwe ni watu ambao kwamba tunapenda matusi. Ukikaa unatusi mtu, kuna wanafunzi wanapenda kutusi walimu, si ndio? Mwalimu kama hajui lugha, mwanafunzi anafanya nini? Anamtusi kilugha yake. Hiyo ni tabia ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza. Inatakikana tuwe na tabia nzuri. Allah azza wa jalla alimsifu Mtume akimwambiaje? Wa innaka la'ala khuluqin, wa innaka la'ala. Aywa, ikiwa hivyo ni lazima tuwe na tabia kama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tupo tayari kubadilika? Tupo tayari kubadilika? Tuwe na tabia nzuri, tupende walimu, tuswali kwa wakati wake, tuwasikilize wazazi, tufanye homework namna hiyo, si ndio? Mpaka tufike juu. Allah tujalie min alladhina istami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.